Hi guys, karibu tena katika kipindi chetu. Kwa siku leo tutakuwa na mada nzuri, mada ambayo itaenda kutuonesha ni jinsi gani unaweza ukapata mtoto wa kiume. Kama unavyoona kwenye video yetu, kuna mzunguko wetu wa hedhi hadi siku ya 28. Kwa hiyo kuna watu ambao wana mzunguko wa siku 28 na kuna watu ambao wana mzunguko wa siku 21, pia kuna watu wana mzunguko wa siku 36. Sasa kabla hatujaendelea, kwanza kabisa naomba usubscribe kisha ubonyeze alama ya kengele ili kuendelea kupata vipindi vizuri vijavyo. Kama unavyoona, unatakiwa kufahamu siku yako za hedhi. Kikubwa ni kujua na kukumbuka tarehe yako ulioanza. Labda ulianza tarehe 4, unaanza kuhesabu tarehe 4, tarehe 5, tarehe 6, tarehe 7, tarehe 8, tarehe 9, tarehe 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tarehe 15 ambayo ndio itakuwa siku yako ya 12 kwenye mzunguko wako wa hedhi, ndio utaanza kujiandaa. Hizi siku mbili ni za kujiandaa, siku ya 12 na ya 13 katika mzunguko wa hedhi. Unapofanya tendo la ndoa ndio siku za kujiandaa kuweza kupata mtoto wa kiume. Lakini siku kamili ya kupata mtoto wa kiume ni siku ya 14. Unatakiwa kufanya usiku. Kwa hiyo jitahidi sana siku yako ya 14. Wale wenye mzunguko wetu wa siku 28, siku ya 14 ndio siku ya kuweza kupata mtoto wa kiume, lakini utakuwa ujiandae kabla ya siku 2. Kwa hiyo utaanza kuanzia siku ya 12, 13, 14 ndio unaweza kupata mtoto wako wa kiume. Sasa tuchukulie labda unaanza tendo lako, unaanza tarehe 6. Siku yako ya hedhi ni tarehe 6. Kwa hiyo unaanza kuhesabu tarehe 6, tarehe 7, tarehe 8, tarehe 9, tarehe 10, tarehe 11, tarehe 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tarehe 17 ndio itakuwa siku yako ya 12 katika mzunguko wako wa hedhi. Tarehe 18, tarehe 19 ambayo ndio itakuja kuwa siku ya 14 kwenye mzunguko wako wa hedhi, na hii ndio siku ya wewe kuweza kupata mtoto wa kiume. Kuna wale ambao wana mzunguko wa siku 21. Kwa wale ambao wana mzunguko wa siku 21, labda ameanza mzunguko wake tarehe 3. Kwa wale wenye mzunguko wa siku 21, kwa ataanza kuhesabu tarehe 3, tarehe 4, tarehe 5, tarehe 6, tarehe 7, tarehe 8, tarehe 9, tarehe 10, tarehe 10, tarehe 11, tarehe 12. Kwa hiyo kwa wale ambao wana mzunguko wa siku 21, tarehe 12 ambayo ndio itakuwa siku ya 10 kama alianza hapo tarehe ngapi. Kwa hapa ndio siku yake ya 10. Siku ya 10 ndio kuweza kupata mtoto wa kiume. Kwa hiyo mwenye mzunguko wa siku 21 ataanza kujiandaa kuanzia siku ya 8 toka alivyoanza bleed. Siku ya 8 ndio atajiandaa, siku ya 8 na siku ya 9. Alafu siku ya 10 ndio yenyewe kuweza kupata mtoto wa kiume. Kwa hiyo anatakiwa kujiandaa hivyo, siku ya 8, ya 9, ya 10 anapata mtoto wa kiume. Na kuna wale wenye mzunguko wa siku 36. Wale wenye mzunguko wa siku 36 ataanza kuhesabu, labda tuchukulia anaanza bleed tarehe 2. Kwa hiyo tunaanza tarehe 2, tarehe 3, tarehe 4, tarehe 5, tarehe 6, tarehe 7, tarehe 8, tarehe 9, tarehe 10, tarehe 11, tarehe 12, tarehe 13, tarehe 14, tarehe 15, tarehe 16, tarehe 17, tarehe 18, tarehe 19. Si ndio? Tarehe 19 ndio itakuwa siku yake ya 18. Siku ya 18 hapa mwenye mzunguko wa siku 36 ndio siku yake ya kuweza kupata mtoto wa kiume. Kwa hiyo mimba atajiandaa siku ya 16 na ya 17, na siku ya 18 atafanya usiku na ataweza kumpatia mtoto wake wa kiume. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Usisahau kusubscribe kisha kubonyeza alama ya kengele ili kuendelea kupata vipindi vizuri. Asante.